Get the point. Take a step forward. Tunaenda kuwa na somo la pekee lenye kichwa kinachosema kwa jina la Yesu, sehemu ya pili. Sehemu ya pili. In the name of Jesus, second session. And natamani sasa jioni ya leo ujue kwamba Yesu Kristo yeye alikufa kwa ajili yetu. Alitumwa ili awe fidia ya dhambi zetu. Alizaliwa kama mwanadamu. Aliishi kama mwanadamu. Alitembea akafanya huduma yake. Huduma ambayo aliifanya kwa miaka 3.5. Baada ya kuwa ameishi miaka 30 katika dunia, akiwajua wanadamu, akifahamu shida zao, akiwa naye mwenyewe amepitia shida. Kwanza amezaliwa katika hori la ng'ombe. Kwanza amekuja katika state ya chini. Amekuja katika maisha ya watu ambao walikuwa wa kawaida. Watu wa kawaida. Hata Yusufu aliyekuwa kimlea alikuwa ni mchungi. Alikuwa ni fundi seremala. Yesu Kristo amekuja duniani. Lengo lake ni nini? Tumeangalia katika ile kitabu cha Biblia, kitabu cha Yohana 3:16. Lengo la Yesu kuja duniani tunalirudia tena siku ya leo. Hebu tusomee hapo Yohana 3:16. Karibu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie, asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu alimtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Lengo la Yesu Kristo kuja duniani lilikuwa ni kwamba ametumwa na Baba yake ili kila amwaminie baada ya kifo chake asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninataka niwaambie watu wa Isaka, Yesu Kristo alikuja akakaa kwetu, akaishi maisha ya binadamu, akakaa kwa shida. Yesu Kristo ilifika saa akapigwa msalabani ili mimi na wewe tuokolewe. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mapana yake yataletwa katika vipindi vinavyoendelea. Namna ambavyo alikaa kwetu, namna ambavyo alishinda ulimwengu wa dhambi, namna ambavyo alikufa ili tuokolewe, namna ambavyo aliteswa, lakini yote ni kwa makosa yetu. Yote ni kwa makosa yetu. Naomba tusome tena Isaya 53 fungu la 6 hadi la 8. Jana tulisoma mfungu hayo katika utangulizi huu. Tunayasoma tena kwa ajili ya umuhimu wake. Biblia inasema alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Yesu alidharauliwa wala hatukuhesabu kwamba ni kitu kwake. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Amejitwika huzuni zetu. Akabeba huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepiwa. Lakini tulimdhani kwamba amepigwa. Amepiwa na Mungu. Tena amepigwa na Mungu. Na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Watu wa Isaka, sisi kwa kupigwa kwake tumepona.
Jamani, haleluya. Endelea mbele kidogo. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Mmoja amegeukia njia yake mwenyewe. Tulia tu pale. Baada ya kuwa tumegeukia njia zetu, kila mmoja kama kondoo amepotea kwa mchungaji. Yesu alipigwa, Yesu aliteswa, Yesu alisulubishwa ili kwa makosa yetu yeye awe fidia. Na Biblia inasema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hii ni habari ya matumaini kubwa katika maisha yetu. Na naendelea kurudia hili, ili mtoto wa Mungu, baba, mama, kaka, dada, msikilizaji, uvute taswira, uweke nia mpya, uweke maamuzi mapya, ili kama kondoo aliyepotea kila mmoja kwa njia yake, sasa tumtazame Mwokozi, yeye aliyekufa kwa ajili yetu, yeye aliyeteswa kwa ajili yetu, na kwa kupigwa kwake tukimpokea leo tunapona. Jamani, haleluya, tunapona. Na hapa ndipo ambapo tunaendelea mbele katika somo hili. Yesu Kristo, yeye aliyepigwa ili tuokoke, yeye aliyeteswa kwa ajili ya makosa yetu, aliyechubuliwa kwa ajili ya wewe ambaye unateseka katika dhambi fulani, unateseka katika mzigo fulani, unateseka katika makosa fulani. Yesu aliyepigwa ili tuokolewe, ili tuokolewe. Naomba utusomee Matendo 9 mstari wa 27. Matendo 9 mstari wa 27, neno la Bwana unasemaje pale? Biblia inasema lakini Barnaba akakamatwa. Akampeleka kwa mtume. Hebu soma vizuri. Biblia inasema akamkamata. Lakini Barnaba akamatwa. Akampeleka kwa mitume. Akawaeleza jinsi alivyomuona Bwana njiani. Endelea mbele. Na ya kwamba alisema naye. Na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski. Kwa jina la Yesu. Naye akawa pamoja nao. Katika Yerusalemu akiingia na kutoka. Akahubiri kwa jina la Bwana. Kwa ushujaa. Akinena na kuhojiana na Wayahudi wa Kiyunani. Nao wakajaribu kutaka kumuua. Lakini ndugu walipopata habari wakamchukua mpaka Kaisaria. Tulia pale. Huyo ni Paulo ambaye habari zake zinaelezwa katika sura ya Matendo, sura ya 9. Paulo alikuwa gaidi, alikuwa mtu ambaye amejifunza vita, na katika kujua vita, na katika pia kuwa msomi wa filosofia, yeye aliyekuwa na utambuzi mkubwa wa sheria za Kiyahudi, yeye aliyekuwa pia ana mbinu za vita. Yeye aliungana na watu kwa muda mrefu, akiwapiga wale waliosambaza Injili, wale waliosema kweli za Mungu, wale waliosema ukweli kama ulivyo. Lakini Paulo Sauli, wakati alipokutana na Bwana, akampiga upofu, akamwita kwa upendo, akamwelekeza sauti mpya, ikazaliwa maishani mwake. Yesu akatokea maishani mwake. Sauli akaitwa Paulo, jina la utumishi wake, akaitwa atumike, akaitwa afanye kazi. Tazama, Yesu ukikutana naye, hata kama
ulikuwa mkora, hata kama ulikuwa gaidi, hata kama ulikuwa na tabia mbaya, hata kama ulikuwa haupendwi, hata kama ulikuwa na tabia ngumu sana, ukikutana na Yesu anakubadilisha, anakubadilisha, anakutoa katika tabia mbaya, anakutoa katika hali ngumu, anakutoa katika maisha magumu. Yesu ukikutana naye maisha yanabadilika. Akiwa duniani anakutana na watu, hata alipotuma nuru yake katika uso wa Sauli, Yesu akambadilisha Sauli. Sauli akaitwa Paulo, gaidi akawa mhubiri wa Injili, gaidi akabadilika. Nami nataka niseme na wewe leo, ninajua kuna watu wana tabia kama ya Sauli, wana tabia ambazo jamii haiwapendi, inawatenga, inawaogopa, inawaona hawafai kwa sababu ya ulevi, kwa sababu ya miadarati, kwa sababu ya wizi, kwa sababu ya maisha ulionayo, kwa sababu ya hali ulionayo. Watu wanaweza wasikujali, wakuogope, wakutenge. Nina habari njema, mikutano hii ni mwanga wa Kristo maishani mwako. Mikutano hii ni mwanga wa Kristo maishani mwako, na Yesu akikutokea kama ambavyo ameleta neno la uzima hapa, maisha yanabadilika, maisha yanabadilika. Kama Mungu alimbadilisha Sauli, alimbadilisha gaidi akawa mtumishi wa Baba, akawa mhubiri wa Injili, yeye akubadilishe na wewe pia. Jamani, yeye akubadilisha na wewe pia. Hakuna asiyependwa na Mungu, hakuna atakayekataliwa na Mungu, hakuna atakayetupwa na Mungu. Kisichofaa kwa wanadamu, kwa Mungu kinafaa. Kisichopendeka kwa watu, kwa Mungu kinapendeka. Watu wa Waisaka, Mungu anatupenda. Doni, haleluya. Kama kuna mtu anahisi upendo wa Mungu apunge mkono namna hii. Haleluya. Sijajua unateseka katika tendo gani. Sijajua unateseka katika dhambi gani. Sijajua unajisikia hatia kwa sababu ipi hasa. Ninataka nikukumbushe tu, Yesu alipotuma mwangaza wake kupitia malaika wake pale Damaska, akakutana na Sauli. Saa hiyo hiyo Sauli alibadilika, mawazo yalibadilika, tabia ilibadilika. Mtoto wa Mungu, Yesu anataka akubadilishe. Yesu ukikutana naye unabadilika. Jambo kubwa la kwanza katika huduma ya Yesu, alipokutana na watu waliokuwa waeleweki, aliwabadilisha. Waliokuwa wamechoka, aliwainua. Waliokataliwa, aliwavisha tabia mpya. Kama Yesu alimbadilisha Sauli, narudia, kama Yesu alimbadilisha Sauli, akubadilishe na wewe. Wangapi wanakubali kwamba Yesu yuko kubadilisha maisha yetu? Katika siku ya leo tunapoendelea na somo hili, kumbe basi Yesu anabadilisha. Kumbe Yesu anabadilisha. Yesu akikutana na mtu, andika point hii moyoni mwako, kichwani mwako. Yesu akikutana na mtu, haangalii tu mabaya yake. Yesu hamchukii mdhambi, ila anachukia dhambi. Yesu haangalii angalii ile dhambi, anamtazama mdhambi, na anajua mdhambi akimpokea Yesu, akikubali kufungua moyo, maisha yanabadilika. Na mimi nataka niongee na watu wa Isaka. Inawezekana umetenda mambo mabaya,
umetenda mambo mabaya na ukafikiri watu wanakuona kwamba wewe ni mbaya. Yesu haangalii mabaya. Yesu ana shida na wewe. Yesu anachukia mabaya, ila anampenda mbaya, maana anajua huyo mbaya akimpokea Yesu anabadilika. Ninakutia moyo. Watu tu ndio wanakuchukia, watu tu ndio wanakudharau, ila Yesu hakuchukii wewe, anachukia unachotenda. Mpe moyo wako, mpe mawazo yako, mpe maisha yako, akugeuze. Nina habari njema, kwa jina lake Yesu mambo yanabadilika. Jamani, haleluya. Wapendwa wa Bwana, haleluya. Hilo ndilo neno linaloendelea kutubariki hapa. Kitabu cha pekee cha Biblia, Matendo 13 mstari wa 6. Nasema, walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo. Walipokwisha kupita katika kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja, mchawi, uongo, nabii wa uongo, Myahudi, tena ni Myahudi, jina lake Bari Yesu. Anajiita Bari Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo. Mtu mwenye akili, anajifanya na akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake. Akataka kulisikia neno la Mungu. Sawa. Lakini Elma yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha imani. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akasema, akamwambia mchawi, wewe mwenye kujaa hila na uovu wote. Akamwambia, wewe mwenye kujaa hila na uovu, mwana wa Ibilisi, tena mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, wache kuzipotoa njia za Bwana, zilizonyoka. Basi angalia wewe mchawi, mkono wa Bwana juu uko juu yako, nawe utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia, na giza akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumuongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyofanyika, akaamini, akiyastaajabia mafundisho ya Bwana. Tulia hapo. Ninataka niongee na mtu mmoja ambaye ameteswa kwa muda mrefu, ameteswa kwa siku nyingi. Anasema, Pastor, nimeteswa na wachawi, nimeteswa na waganga, nimeteswa na maisha ya kuogopa, maana naona wachawi, naona mapepo, naona majini, naona vitu vinavyokuja maishani mwangu vinanitisha mimi, vinaniogopesha mimi. Naomba nikuambie, mchawi huyu alijiita Bari Yesu, anaita jina kana kwamba anataka kukaribiana na Yesu, lakini matendo yake ni ya kichawi. Nuru na giza haviwezi kupatana. Nuru na giza havikai pamoja. Katika mikutano hii, ikiwa kuna mtu ambaye amechoka katika uchawi, amechoka katika ushirikina, amechoka kuteswa, amechoka mambo ya kuletewa ulogi wa kila namna, hakuna dawa, hakuna mtu mwenye uwezo. Lakini kama Paulo aliyekuwa Sila alivyofanya kwa mchawi huyu, akapigwa upofu asione tena. Nina habari njema, kama walikuwa umeshambuliwa, kama walikuwa unateswa,
Kama ulikuwa unapitia uzoefu wa nguvu za giza, dawa ipo, dawa ipo, na dawa hiyo ni jina la Yesu Kristo. Jamani, ni jina la Yesu Kristo. Jamani, ni jina la Yesu Kristo. Mchawi huyo akapigwa upofu, akaacha kuona, akatembea haoni, ameshikiliwa mkono. Na Mlawi alipoona nguvu ya Yesu, alipoona nguvu ya Yesu, akaokoka. Katika mikutano hii, miongoni mwa mambo ambayo tunasisitiza ni kwamba Yesu hatishiwi na uchawi. Yesu hatishiwi na uganga. Yesu hatishiwi na mashambulio ya giza. Ukija kwa Yesu anaweza akakutetea, anaweza akakusaidia. Kama Yesu alimtumia Paulo aliyekuwa sila, akakemea mchawi, akamnyamazisha mchawi, nami mtumishi wa Bwana namzuia shetani kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aliyekutesa, maisha yako yabadilike, nguvu za giza ziondoke. Kumbe basi kwa Yesu mchawi hana nafasi. Jina la Yesu likitajwa, jina la Yesu likitajwa, wachawi wananyamaza, wachawi wanakuwa vipofu, wachawi wanashindwa la kufanya. Hata kama waifaka au kuna mtu anafuatilia mtandaoni anasema, mtumishi wa Bwana, nimesikia mafungu hayo yananitia moyo, yananijaza imani, kwamba Paulo akamwambia, we mchawi, nyamaza, tulia, acha kutenda mambo yanayosimamisha kazi ya Bwana. Akamkemea, akamnyamazisha. Habari njema ni hii, Yesu akitajwa, uchawi unasambaratika, tabia zinabadilika, mateso ya shetani yanakoma. Wangapi wanasema Yesu Kristo nenda kinyume na nguvu za giza katika maisha yetu? Asante Yesu. Tunaendelea kuangalia nguvu inayopatikana katika jina la Yesu. Tunamwangalia Yesu akiingia maishani. Kumbe basi Yesu akiingia, uchawi sio jambo la kutisha. Ikiwa unateswa, dunia hii inatesa sana. Miongoni mwa mambo yanayotesa ni mwanadamu kumwendea mwenzake kwa uganga, kwa wachawi, kwa washirikina na kumtendea vibaya. Hilo nalo linatesa wanadamu. Leo tena tunaenda kutafakari, na tumesha tafakari tayari pengine, kwamba nguvu ya jina la Yesu ikiingia maishani mwetu, ikitajwa katikati ya nguvu za giza, zinanyamaza na kutoweka. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 18. Biblia inasemaje, mtumishi wa Baba? Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika. Ndio. Akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile. Haya, Yesu akitajwa, hata kama mapepo yalikuwepo, yanatoka saa hiyo. Jamani, yanatoka saa hiyo. Wapendwa, yanatoka saa hiyo. Ndio maana niko hapa kuambia, msiteswe, msiogopeshwe, msiwe watumwa katika dunia hii, msiwe watumwa wa nguvu za giza, msiogope mashambulio ya shetani. Ukasema, mimi nalewa kwa sababu nimelogwa, mimi natumia miadarati kwa sababu ya uchawi, mimi nateseka katika maisha kwa sababu ya nguvu hizo za giza. Kumbe dawa ipo, kumbe suluhisho lipo. Mpokee Yesu
Mpe nafasi ya kumwamini, mpe maisha yako. Maana Paulo ametamka, amemnyamazisha pepo kwa kutumia jina la Yesu. Lakini lilitokeaje? Paulo amepata uwezo huo baada ya kuwa yeye mwenyewe amempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninachotaka nikuambie nini, mtoto wa Bwana? Ukimpokea Yesu kama Bwana tena na Mwokozi wa maisha yako, anakupa uwezo, anakupa uwezo. Na huo uwezo ukija maishani mwako, na wewe pia unapata mamlaka ya kulitaja jina la Yesu. Na ukilitaja jina hilo, mapepo na nguvu zake vinatulia. Mapepo na nguvu zake vinatulia. Hatuna silaha nyingine yenye uwezo vizazi vyote kama silaha ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Yani Bwana asifiwe. Wangapi wanajivunia kuwa na Yesu maishani mwao? Paulo akamkemea pepo. Paulo akamkemea pepo. Biblia inasema pepo aliposikia jina la Yesu akatulia, akatulia, akanyamaza. Tunamtangaza Yesu ambaye anatenda miujiza. Wenda unanielewa, lakini mwisho wa somo hili utaupata upande wa pili wa Yesu. Natamani twende Matendo ya Mitume 19:13 hadi 17 tutazame. Je, kila mtu anaweza akamtaja tu Yesu na Yesu akatenda kama hajamwamini? Ni neno moja kutaja Yesu, na ni neno la pili kumwamini Yesu. Ni neno moja kumjua na kusikia kwamba kuna Yesu, na ni neno la pili kumuamini, kumpokea afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wanadamu wengi wanajua Yesu yupo, wanadamu wengi wanasikia Yesu yupo, lakini wachache wao wanamwamini, wamempokea. Kumbe kumsikia Yesu haitoshi, ila kumpokea Yesu inafaa. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu soma mafungu hayo. Biblia inasema baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, tena ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu, wakajaribu kutaja jina la Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu. Juu yao waliopagawa na pepo wachafu. Sikiza kwanza hapo. Yani wao ni wachawi, wao wanapunga pepo, ila siku ikafika wakatamani watumie jina la Yesu wakiwa kwenye mapepo yao. Ninataka nikutahadharishe, ndio lile lineno wazi, usilitaje hilo jina bure, usilitaje bila hatia, usilitaje ovyo. Wameshika uchawi, ila wanataja jina la nani? La Yesu. Ninatamani nikuambie leo, ukitaka Yesu akutendee miujiza, ukitaka Yesu akutetee, ukitaka Yesu awe mlinzi wako, usimchanganye Yesu na wachawi, usimchanganye Yesu na nguvu za giza. Kama umechagua Yesu, acha Yesu awe wa kwako. Kama bado uko kwa nguvu za giza, baki huko, usimchanganye Yesu na nguvu za giza. Ninatamani leo umchague Yesu aliyewaumba, aliyewaumba hata waganga. Yeye anaweza. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu tuangalie matokeo ya wachawi walipoliita jina la Yesu. Hebu soma pale. Biblia inaendelea kwa kusema, wakisema, na waapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Sawa. Walikuwako wana 7 wa mtu mmoja Sikewa. Sasa sikiliza. Wakaenda na masiara yao, wanamtaja Yesu, lakini mioyo yao haimaanishi, mioyo yao haielekei kwa Yesu. Hasara
ikawajia. Hebu tuendelee. Wana 7 wasikewa. Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu. Lakini wakajibiwa, wakaambiwa, mmekuja kwa jina la Yesu. Mapepo yakasema, Yesu tunamjua, Paulo tunamjua. Na mimi nataka nikuambie, usifikiri shetani hamjui Yesu. Maana Biblia inasema tena, mapepo yakisikia jina la Yesu, hata shetani akisikia jina la Yesu anatetemeka, anatetemeka. Kumbe swala sio kujua kwamba kuna Yesu, lakini agenda ya muhimu ni kumjua Yesu na kumkubali Yesu na kumpokea Yesu. Na ukishamfanya Yesu awe mwokozi wa maisha yako, hiyo ndio dini iliyoletwa katika mikutano hii. Amina. Jamani, Bwana asifiwe sana. Naomba unisomee walipofanya masiara. Mapepo yakawaambia, kama ni Yesu tunamjua, kama ni Paulo tunamjua, ninyi ni akina nani? Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda. Sikiliza, walipatiwa aibu. Endelea. Biblia inaendelea kwa kusema, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile. Hali wa uchi na kujeruhiwa. Wakiwa uchi na wamejeruhiwa. Habari hii ikajulikana na Wayahudi wote. Na Wayunani waliokaa Efeso. Hofu ikawaingia wote. Na jina la Bwana Yesu likatukuzwa. Jamani, Bwana asifiwe. Mikutano hii inawataka watu wa Waithaka watoke kutoka kwa Yesu wanayemsikia, Yesu anayetajwa kwenye redio, anayetajwa kwenye television, anayetajwa kwenye makanisa, anayetajwa na wahubiri wengi. Watoke huko, maana kumsikia Yesu hata shetani anajua Yesu yupo, lakini kumwogopa Yesu hata shetani anamuogopa na kutetemeka. Ila shetani ambacho hawezi kufanya ni kumpokea Yesu na kumwamini Yesu. Fanya hatua, piga hatua ya imani. Umemsikia Yesu siku nyingi, sawa, unajua kwamba anaweza, ni kweli. Piga hatua, toka kumsikia, toka katika hatua hizo. Sasa mpokee Yesu, sasa muamini Yesu. Ukishampokea Yesu maishani mwako, ukamwamini Yesu maishani mwako, hutakimbizwa, hutapigwa na kuvuliwa nguo kama hawa ambao wameshikilia mashetani ila wanataja jina la Yesu, wameshikilia mapepo ila wanataja jina la Yesu. Katika mikutano hii, ondoka katika hali hiyo ya kuishia kusikia Yesu anaokoa, ya kuishia kusikia Yesu anaweza, ya kusikia Yesu anasamehe. Imetosha tulivyosikia. Saa imefika, saa imefika, watu wa Waithaka. Sasa tumpokee Yesu na tumwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumani haleluya, tumani haleluya. Wapendwa wa Bwana, haleluya. Punga mkono kama unanielewa sahihi. Sikia, wanaojua Yesu yupo ni wengi, wanaogopa jina la Yesu ni wengi, ila waliompokea na kumwamini, hao ni wachache, hao ni wachache. Na ndio maana baba, na ndio maana mama, na ndio maana kijana, na ndio maana mzee unanisikiliza, ninatamani ujue kumtaja Yesu haitoshi, kumsema Yesu haitoshi, kujua kwamba yupo haitoshi. Bado utateseka, bado utaomba na usijibiwe,
bado utateseka. Yesu anachotaka ni moyo utakaofunguka, umpokee, umuamini, umpokee, umuamini. Watakaompokea na watakaomuamini, mambo katika maisha yao yatabadilika. Mpokee Yesu moyoni mwako, muamini Yesu moyoni mwako, maana hatua hiyo ni kubwa kuliko kumsikia na kujua yupo na kumwogopa tu. Sasa mpokee, sasa muamini, sasa mruhusu maishani mwako. Akisha ingia utabadilika, ukora utabadilika, pombe itaondoka, miraa itaondoka, kila kitu kinabadilika. Kumbe bado wengi wamesikia habari za Yesu, wanajua Yesu anaokoa, wanaogopa jina lake, ila sio wote waliomuamini na sio wote waliompokea. Wachawi hawa walimjua Yesu hata wakaamini kwamba anaweza, yani hata wakajua kwamba anaweza, wakataja jina lake kwa masiara, wakataja ili waokolewe. Kumbe wametenda vibaya. Jina hili halizoeleki. Jina la Yesu sio kama jina la bibi yako, sio kama jina la nyanya yako, sio kama jina la wazazi. Jina la Yesu ni tukufu. Tunapolitaja na tuliamini basi, na tulipokee basi, na lilete mabadiliko basi, kama ilivyotokea kwa Paulo aliyekuwa Sila, akampokea, akamuamini, akahubiri, akabadilishwa. Tutoke huko basi. Yesu anasema tumuamini. Jamani, haleluya, haleluya, haleluya sana. Katika mikutano hii Mungu wetu endelee kuteta na mioyo yetu. Tunapoenda katika vilela hivi vya hotuba hizi za muhimu, pendwa na njema katika maisha yetu, natamani usome, msomaji, kitabu cha Matendo 21:13. Hebu soma pale, msomaji. Biblia inasema, ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini? Mnafanya nini? Kulia na kunivunja moyo. Kulia na kunivunja moyo. Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Paulo anasema kumpokea Yesu ni kuwa tayari hata kufa kwa ajili yake. Ni kuwa tayari kwamba liwalo na liwe. Kama nampokea Yesu, hata kama ni kifo na kitokee, hata kama ni shida na itokee. Kumpokea Yesu ni gharama, kumwamini Yesu ni gharama. Mateso yatakuwepo, shida zitakuwepo, ila kumpata Yesu ni kupata vyote. Kupata Yesu ni kupata vyote. Ninataka nikuambie, Paulo alijua jina la Yesu ni la thamani. Kumpokea Yesu ni jambo la busara. Kuwa na Yesu maishani inafaa. Akasema moyoni mwake, hata mnalia maana mmepigwa, mmeteswa kwa ajili ya jina hili, lakini mimi niko tayari, kwa sababu namjua Yesu yuko mbele ya kaburi. Hata wakiniua atanifufua, hata wakinitesa ataniokoa. Mpokee Yesu kwa aina ya pekee. Mpe Yesu moyo wako kwa aina ya pekee. Yeye anachotaka ni hiki: umuamini kweli kweli, umpe maisha yako kama yalivyo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Paulo leo anasema nasi kwa mafungu kadhaa. Paulo akawaambia, mnaogopaje? Mbona mnateseka? Mimi niko tayari, hata wakiniua, hata wakinitesa, hata wafanyavyo. Kama ni swala la Yesu, huyo Yesu nitampokea, huyo Yesu nitampokea. Ninakutia moyo, achana na gharama yoyote inayokuzuia usimpokee Yesu, usimuamini Yesu, asiwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama ni kifo kitakapofika, ukiwa na Yesu
atakuhuisha tena. Kama ni maisha ukiwa na Yesu yanabadilika, yanakuwa mapya. Ninatamani kwa gharama yoyote, ninatamani kwa namna yoyote, dada umpokee Yesu, kaka umpokee Yesu, rafiki umpokee Yesu, haujalishi. Yesu anasema wewe huna nguvu, ukeshe ukaombe, na ikiwezekana uje mwanangu. Nataka nikwambie kwa mafungu machache tena haya, ili ndiposa tuombe tena jioni ya leo. Jioni ya leo Paulo anasema kama ni kifo, mimi niko tayari kwa ajili ya jina la Bwana wangu. Paulo anawaambia, mnalia kwa sababu ya mateso, ila mimi niko tayari kwa sababu ya Yesu. Wala sio tu mateso, niko tayari hata kifo kije, hata chochote kije, ila kwa sababu ya hilo jina la Yesu niko tayari, niko tayari. Na mimi nataka nikuambie, mtoto wa Mungu wa Isaka, uwe tayari kulitetea jina la Yesu, uwe tayari kumpokea Yesu, uwe tayari kumwamini. Dunia imetudanganya, dunia imetutesa, maovu yametulaghai, tunateswa na dunia hii, ila wenye heri ni wale watakaompokea Yesu maishani mwao. Hao wana heri. Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 10. Natamani usome hiyo. Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 10. Msemaji tusome pale 1 mstari wa 10. Biblia inasema, basi ndugu na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu wa Isaka na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja. Kwamba nyote katika Yesu mnene mamoja. Wala pasiwe kwetu faraka. Pasiwepo magomvi na faraka. Bali muhitimu katika nia moja. Bali muhitimu katika nia moja. Na shauri moja. Na shauri moja. Ukiwa na Yesu hawezi kupigana, hawezi fujo, hawezi faraka. Nia inakuwa moja katika ndoa. Nia inakuwa moja wewe na wengine. Watu watakupenda, amani itatawala, maisha yatabadilika. Uwezo wa Yesu maishani mwetu. Paulo anawaambia Wakorintho, basi ndugu zangu nawasihi kwa jina la Yesu Kristo, hilo ambalo lina uweza ndani yake, tulipokealo maishani mwetu, linatuwezesha kutoka katika kugombana, kupigana, kuachana, kuleteana shida, kufikiriana vibaya, kuleteana wivu, kuleteana mateso. Katika hilo jina tukilipokea, sasa natunie mamoja. Sasa katika jina hilo na tuwe kitu kimoja. Waisaka inaweza kuwa na amani ikiwa wakazi wake watamwamini Yesu, watampokea Yesu, hawatamsikia wamkatai, hawatamsikia na kusema tunajua anaweza na wasimpokee. Ni jambo moja kumsikia Yesu, ni jambo moja kujua kwamba yupo, alikufa kwa maisha yetu, lakini ni hatua ya pekee sana sana kumpokea na kumwamini. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Wengi wanaonisikiliza, hata kule kwa bodaboda, hata kule madukani, hata kule katika waliokaa, hata walio hapa mtandaoni, wanajua Yesu yupo, wanajua huwa anaweza, ila ni wachache sana wamempokea na kumwamini. Na fundisho la leo linaonyesha uwezo wa Kristo, na linaonyesha pia watakaojua kwamba Yesu ni wa pekee, wampokee, wamwamini, afanye jambo la pekee katika maisha yao. Jamani, haleluya! Wapendwa, haleluya! Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Ndivyo tunavyoelekea katika vilele vya mikutano hii. Katika siku ya leo ya kipindi hiki, natamani basi msomaji kwa haraka usome mafungu haya. Wakorintho wa kwanza 16:11. Wakati huo tukielekea katika mlima wa maombi siku ya leo.
Biblia inasema basi mtu yeyote asimdharau, lakini msafirisheni kwa amani. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza 16 fungu la 11. Ndio, Wakorintho wa kwanza 16:11. Basi nisomee Wafilipi 2:10. Tunapoenda katika maombi siku ya leo, Yesu anabadilishaga maisha ya watu waliomwamini na kumpokea. Endelea kusoma pale. Wafilipi 2 fungu la 10. Biblia inasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Watu wa Isaka, wapendwa wetu tulioleta mikutano hii kwenu, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la watu walio mbinguni, walio duniani na walio chini ya dunia. Kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, kila mtu asujudu. Kanihitimisha nalo, jamani, Yesu habagui. Hebu sema Yesu habagui. Na waandishi na Mafarisayo walipomwona anakula pamoja na watoza ushuru, na wenye dhambi waliwaambia wanafunzi wake, mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Tena anakula na wenye dhambi. Yesu anakula na wenye dhambi. Luka 7:34. Yesu anakula na wenye dhambi, anakaa vikao na wanaoitwa hawastahili. Maana lengo la Yesu ni kwamba akae nao ili wabadilike. Jamani, ili wabadilike. Katika siku ya leo, Yesu ameleta chakula cha uzima. Yesu ameleta chakula cha uzima wa Isaka. Yesu haangalii, Yesu habagui, Yesu hasemi mtu fulani hafai. Yesu ameleta chakula chake. Yesu ameleta chakula chake kiingie mpaka kwenye vilabu, kiende kwa mtu ambaye anaonekana ana thamani, anaitwa mwenye dhambi. Yesu amekuja wa Isaka, ili ambayo wanadhani haifai, ale nao, aseme nao, akae nao, atete nao kwa wiki 2, akae nao, awapende, awajali, awafute machozi. Hatimaye watabadilika. Ukila na Yesu hubaki kama ulivyo, ukikaa na Yesu unabadilika. Yesu akija maishani mwako, life changes. Amen. Yesu umekuja wa Isaka. Yesu hujabagua. Unakaa na watu ambao unajua, kuna mtu mwingine akipita anasema wahubiri, mbona wanakaa hapo, mbona wanahubiri hapo, hawajaona pa kuhubiri. Nataka nikuambie, Yesu hajabagua. Yesu hajabagua, alikula nao na ametutuma tule nanyi neno hili la uzima. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Hebu 7:34. Mwana wa Adamu amekuja Mwana wa Adamu amekuja, anakula na kunywa, nanyi mwasema tazama mlafi huyu. Tazama ni mlafi huyu, na mnywaji wa divai. Tena ni mnywaji wa divai. Yesu akakubali kuitwa hata aitwe mlevi, maana amekaa nao, maana amechangamana nao, maana amewaletea habari njema, maana amewapenda, maana amewajali. Yesu akakubali. Yesu akakubali. Nina habari njema, ni watu wasiokujali, ila Yesu anakujali. Yuko tayari aitwe mlevi, yuko tayari aitwe majina yote, ila akae na wewe, akubadilishe. Mtoto wa Bwana, Yesu amevunja kila kitu. Yesu amejali.
na kwa jina hili tutabadilishwa. Jamani, tutabadilishwa wapendwa, tutabadilishwa. Kama Yesu alifanya hivyo hapo zamani, yuko tayari kufanya hivyo leo. Yuko tayari akae na wewe dada, akae na wewe mama, akae na wewe kijana, akae na wewe mzee. Hata kama ulijikatia tamaa, Yesu anasema I'm here. I want to sit with you. I want to discuss the matter with you. I want to change you. I want to change you. I want to do something for you. Mimi Yesu nimekaa na wewe. Katika wenye dhambi mimi ndimi mkuu wao. Ila Yesu akaja, kwa dhambi alikufa. Tutaimba wimbo huo nambari 121 wakati kwaya ikiwa inajipanga hapa. Beti la kwanza na la pili, wimbo nambari 121 kwaya kijipanga kwa wimbo. Natamani Ujisi Robinson endelea kuanzisha wimbo huo. Katika wenye dhambi mimi ndimi mkuu wao. Ila Yesu akaja, kwa dhambi alikufa, akamimina damu ili tupate uzima. Get the point. Take a step forward.